Mimi nimesema mimi ni mtume na ni miaka zaidi ya 10 iliyopita. Nilikuja hapa Zanzibar na sikuja tu nikasimama nikasema mimi mtume. Ni mtume yupo na sisi hatumtaki hapa mtaani. Tangu lini mtume akawa mwanamke? Na viongozi wetu ni Waislamu, waangalie twenda wapi. Sasa twaiomba serikali twaiomba itufuatilie kwa huyu mtume mwanamke, hatumtaki sie. Mimi ni Rashid Salim Mohamed, tukiwa katika shehia ya Uholanzi na katika mtaa wa Kurasini. Leo ni Alhamisi ya tarehe 3. Tumekuja hapa baada ya taharuki ambayo ipo hapa mtaani, mama ambaye amejitangaza kuwa ni mtume. Al-Fatah TV Online tuko hapa kutaka kujua undani zaidi wa taarifa hii. Wananchi wa hapa wanazungumziaje uwepo wa mtume katika eneo hili la Kurasini hapa shehia ya Uholanzi? Ni mtume yupo na sisi hatumtaki hapa mtaani, kwa sababu alikuja kipindi cha nyuma wakasema kuna mgeni amekuja mtume, tukaja tukatumishwa dhambi, tukatoka majumba yote tukaja hapa tukaambiwa, anaambiwa funua tukoni, hatujamuona. Kwa hiyo mtume yumo ndani tu, nje hatoki, na mpaka sasa vitangu aje inafika miezi 3. Tangu lini mtume akawa mwanamke? Mbele tunaweza tukaja tukahalikishwa hiki kijiji sie. Tunaonekana kama si Waislamu tena. Na kama serikali watamwachia, sisi hatuko tayari. Sasa kwa nini leo huyu mtume mwanamke kila baada ya miaka atujia hapa miezi 7? Wake bora kina Bi Hadija, binani hao wote hawajapewa uimamu. Mungu ana maana yake. Sasa twaiomba serikali twaiomba itufuatilie kwa huyu mtume mwanamke, hatumtaki sie. Mtume salama, nishasikia huyu mtume salama hapa. Hii serikali tuikie mwiko asije tena. Twawaomba mashehe na serikali ituingilie, wao ni viongozi, twenda wapi waangalie na viongozi wetu ni Waislamu, waangalie twenda wapi. Inaumiza sana kwa sababu katika dini yetu kama tunavyojua hakuna mtume wa kike toka hapo mwanzo mpaka tutamaliza sote, kwamba hakutatokea mtume wa kike. Kwa hiyo mie mtoto wa yule mzee ambaye anatumikiwa na yule mwanamke inaniuma sana. Taarifa tuliyoipata kutoka kwa vyanzo vyetu, mama huyu ambaye anajiita mtume yupo katika eneo hili, lakini muda wote amejifungia kwenye chumba. Al-Fatah TV Online tuliingia ndani sasa ili kupata nafasi ya kuonana naye, lakini pia tusikilize juu ya kile ambacho jamii inadai kuwa mama huyu amekuwa akidai kwa yeye ni mtume hapa visiwani Zanzibar. Mimi nimesema mimi ni mtume na ni miaka zaidi ya 10 iliyopita. Nilikuja hapa Zanzibar na sikuja tu nikasimama nikasema mimi mtume. Nilifika mimi mpaka ofisi ya mufti, nikaongea na viongozi pale, baadhi yao. Lakini maswali ambayo watu wanahoji, kama mtume mwanamke anapokwenda katika ada yake ya hedhi, utume unakuwa uko wapi? Sasa ada yangu ya hedhi haihusiani, kwa sababu Mwenyezi Mungu tayari alishanijua, ameniumba mwanamke na akajua kama mwanamke mimi ninakuwa na ada ya hedhi, au ningekuwa mzazi nikijifungua pia na ada ambayo haitastahili kufanya baadhi ya vitu, lakini akanijalia kwa nalo hili. Na kila mtume huja na kitabu chake. Je, wewe kitabu chako ni kipi? Sijajua kama kila mtume anakuja na kitabu chake, ila mtume anapofika baadaye ndio hupewa kitabu. Kwa hiyo bado wewe una matumaini utafika wakati utateremshiwa kitabu chako? Sijajua, sijasema nina matumaini ya kupewa kitabu changu, ila nina matumaini ya kuwa mimi na utume wangu tutasimama mbele za watu dunia nzima. Baada ya kuyashuhudia haya ambayo tumeweza kuyashuhudia hapa, tulipata nafasi ya kuzungumza na sheha wa shehia hii ya Uholanzi, na haya ndio alikuwa maelekezo yake kwa niaba ya serikali. Chanzo cha taharuki hii ya leo hii, Nabii Salama alikiri kama yeye kweli ni mtume ambaye alioteshwa na Mwenyezi Mungu. Hakuhitaja siku, lakini alisema majira ya saa 4 za asubuhi. Kwa hiyo yeye hawezi kubadilisha kauli yake hiyo, yeye ni mtume. Barua imeelekeza lini hasa natakiwa kuondoka hapa? Barua inaelekeza kwamba apatapo barua hiyo tu basi afanye safari ya kuondoka. Hapa kinachoendelea sasa hivi ni mshozungumza na wakubwa zangu na hisi wanakuja. Yale tuliyoyasikia kutoka kwa wananchi wa shehia hii ya Uholanzi ndicho ambacho tumekwenda kukisadikisha baada ya kuongea na mama huyu na kukiri yeye kuwa yeye ni mtume. Sheha wa shehia alinyanyua simu sasa kwa ajili ya kufanya mawasiliano na vyombo vya usalama, na hatimaye jeshi la polisi likafika hapa na kuweza kuwatia mkononi na kuondoka nao. Sasa mtaa huu umekuwa uko shwari, wananchi wamerejea katika manyumba yao kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli za kawaida.